Masinde, andaa walinzi kwa ajili ya kufanya mabadilishano. Pia msisahau kuwa mimi ndio kiongozi. Vipi? Mbona umekuja unakimbia? Kuna tatizo labda? Hapana, hakuna tatizo. Ila nilikuwa nataka nikuulize swali. Hivi unaweza kuruhusu nikaolewa na mwanamume mwingine? Unamaanisha nini? Nimuuliza tu. Wewe ni kama mdogo wangu. Lakini pia huaga napenda sana kuheshimu hisia za mtu. Hivyo siwezi kuruhusu uolewe na mwanamume ambaye humpendi. Siwezi kuruhusu kwamba mtu ambaye hauna hisia naye awe mtu wako wa karibu. Hivyo nitakulinda kama mdogo wangu. Lakini mimi najua una hofu, lakini usijali. Mimi nipo nitakusaidia. Na sitoruhusu uolewe na mwanamume ambaye hauna hisia naye. Heshima yako mwana. Heshima yako mwana. Kwa amri ya Masinde, tumeagiza kuja kumchukua yule. Sawa. Bado nina mazungumzo naye. Nikimaliza mazungumzo naye atakuja. Lakini tumeambiwa ni sana. Na hata mimi mazungumzo yangu ya muhimu sana. Kwani si hata mimi ni mtoto wa chifu? Mayonga. Kwa unakaidi amri ya Malikia sieti? Halafu ukumbuke hiyo ni lazima, sio ombi. Ila nashangaa mpaka sasa hivi umemng'ang'ania. Kwani kuna shida gani? Usizungumze. Na usijisahaulishe kwamba wewe sasa hivi sio mlinzi wa mipaka. Mlinzi wa mipaka ni mimi. Naelewa kaka. Lakini pia na wewe inatakiwa ujue kwamba kulinda mpaka sio jambo rahisi. Hivyo nakutakia kazi njema. Pambana. Unaweza kaondoka. Au unataka uende naye? Nichukueni huyu. Bwana Mfalme, kuna taarifa nataka nikwambie. Taarifa gani hizo? Leo kwenye mabadilishano hatakuja Mayunga bali atakuja Masinde. Na sasa hivi himaya ya Muhammadi inaongozwa na mwanamke kwa sababu mfalme ana hali mbaya mno. Ana hali mbaya. Subiri kwanza. Kwani Masinde ni nani na Mayunga ni nani? Wale ni ndugu. Masinde ndo mkubwa, Mayunga ni mdogo, na Mayunga ameondolewa kwenye kulinda mipaka. Sawa, wewe nenda, acha yote aje. Sawa mwana mfalme.
naomba mjiandae kwa ajili ya kwenda kufanya mabadilishano. Mbona mnakimbia kulikoni? Mwana mfalme, kuna watu tumeona wamevalia mavazi ya chuchu huku juu, huku chini mavazi meusi, afu sura zao wamefunika. Yaani mnamaanisha kwamba wamevaa mavazi meusi chini, kwa juu wamevaa ngozi ya chui, si ndio? Hao watakuwa ni walinzi wa mfalme wa himaya ya Buruhe, na watakuwa wanaelekea kwa mwana wa mfalme. Walikuwa wangapi? Walikuwa 4. Ni kweli? Kabisa, walikuwa watu 4. Mna uhakika? Mwana mfalme, ni uhakika walikuwa 4. Sasa sikilizeni, kama walikuwa 4 ni vizuri. Tunahitaji 3. Mmoja tunamwacha, ataongoza njia. Umeelewana? Ndio mwana mfalme. Kila mtu anajua jukumu lake. Sawa. Malkia wenu huyu hapa. Hapana. Hayo hayakuwa makubaliano yetu. Kumbe makubaliano ni yapi? Mbona wale wengine siwaone? Oh. Ya. Pigeni magoti. Unaweza kumchukua? Unaweza kuchukua malkia wako na ukaondoka. Fateni. Alafu kimbieni. Hivi Mwashi, Malkia mkubwa ametoa wapi ruksa ya kukalia kiti cha chifu? Ni mwenyewe sijui, lakini tangu amekuja alisema hivi, kuanzia sasa mimi ndo nitaikalia kiti cha himaya ya Mwagili mpaka ambapo mfalme atakapokuwa sawa. Sijui mnanielewa? Hii inawezekana vipi? Ngoja niende nikaongea naye mimi mwenyewe.
mwanamke yeye anajikuta nani? Hivi wewe unajikuta nani kwenye hii himaya? Umeona kukalia hiki kiti haitoshi, mpaka umeamua kumfukuza mwanamke kwenye hii himaya. Unajikuta nani kwanza? Wewe naona unaanza kuvuka mipaka yako. Unasahau kuwa mimi ni nani, si ndio?